Yes, hii ni Zuma Online TV. Hii ndio sehemu pekee ambayo unaweza kupata taarifa mbalimbali za kimichezo pamoja na zile za kiburudani. Nikualika tena mwana michezo, karibu nikujulisha taarifa kubwa na kuu ambazo zimetufikia mezani kwetu kwa siku ya leo, lakini kwanza nikushukuru sana kwa moyo wa dhati kabisa wewe ambao umeweza kusubscribe na kuweza kuigusa alama ya kengele na kujiunganisha na familia hii kubwa na ya kipekee sana ya kiburudani pamoja na ya kimichezo. Wewe ambao hujafanya hivyo, basi uko na nafasi ya kufanya hivyo. Hakikisha unabonyeza subscribe, alafu unaigusa alama ya kengele na unakuwa kwanza kabisa kuweza kupata taarifa mbalimbali na za moto kabisa za kimichezo ambazo zinakuwa zinafika mezani kwetu, na sisi kazi yetu kubwa ni kuhakikisha kwamba tunakusogezea wewe mtazamaji wa Zuma Online TV. Pia unaweza kutembelea kupitia mitandao ya kijamii ikiwemo Facebook, Instagram pamoja na X ama Twitter kwa kuweza kuandika Zuma Media. Pale utapata taarifa mbalimbali ambazo tunaziweka kila zinapojiri. Karibu sasa nikujuze taarifa kubwa na kuu ambayo nimekusogezea ikitokea pale Afrika ya Kusini, ikiwa klabu ya Msimbazi tayari imekwisha kutua ama imekwisha kutia timu pale Afrika ya Kusini kwa ajili ya kuweza kumenyana na Stellenbosch pale Afrika ya Kusini mara baada ya mchezo wao wa kwanza kuweza kutamatika pale Zanzibar, huku Simba ikijivunia kupata goli moja la nyumbani, huku ikiendelea kuilinda heshima ya klabu hiyo inapokuwa nyumbani. Kwa sasa ni mchezo wa marudiano ambao utapigwa tarehe 27 ya mwezi huu wa 4 siku ya Jumapili, ambapo Simba itashuka dimbani kuweza kumenyana na Stellenbosch ili kuweza kukata tiketi ya kuelekea katika hatua ya fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Na kwa sasa mechi hii ya pili itakuwa ni mechi ya pili baada ile ya kwanza ambayo ilichezwa Zanzibar, ikiwa ilikuwa ni mechi ya nusu fainali ya michuano hiyo ya shirikisho barani Afrika. Sasa kubwa zaidi kuhusiana na issue hii ni kwamba wachezaji wote tayari wamekwisha kuwasili, ikiwa tayari waliondoka na baadhi ya wachezaji huko wengine wakiendelea kusalia jijini Dar es Salaam, ambapo kikosi kilichosafiri na klabu hiyo ya Msimbazi kwa upande wa magolikipa waliweza kuondoka na Moussa Kamara, lakini pia waliondoka na Ali Salum na Hussein Abel, huku defenders wakiondoka na Karabu Chamo, Abdulrazak Hamza, Mohamed Hussein, Shomari Kapombe, Valentino Noma, David Kameta pamoja na Shemalon Fondo, huku midfielders wakiondoka na Fabrice Ngoma, Aweso Wesu, alafu Yusuf Kagoma, Kibu Dennis, Deborah Fernandez, Lara Kichasambi, Elim Panzu, Edwin Balua, Agostini Okajefa, Jean Chazawa pamoja na Joshua Mutale, na mastrikers wakiondoka na Lionel Arteba pamoja na Steven Dese Mukwala. Sasa kubwa zaidi ambalo limeweza kujitokeza pale Afrika ya Kusini, ikiwa zimesalia siku chache kabla ya mechi hiyo ya Stellenbosch ambaye atakuwa ni mwenyeji dhidi ya Simba Sports Club ambaye atakuwa ni mgeni kuweza kupigwa, basi kuna mabadiliko makubwa ambayo yameweza kutangazwa rasmi kuhusiana na mchezo huo na namna ambavyo utakavyochezeshwa. Shirikisho la mpira wa miguu Afrika CAF limefanya mabadiliko ya ghafla ya refa wa mechi ya marudiano ya nusu fainali ya kombe la shirikisho Afrika baina ya Stellenbosch pamoja na Simba utakaochezwa siku ya Jumapili ya Aprili 27, 2025. Awali refa aliyepangwa kuchezesha mechi hiyo alikuwa ni Amir Omar kutoka Misri, na sasa timu hizo zitachezeshwa na Mohamed Maruf Eid Mansour ambaye yeye anatokea pia pale Misri. Na imefahamika rasmi kabisa kwamba refari huyo ambaye alikuwa aweze kuchezesha mchezo kati ya Stellenbosch pamoja na klabu ya Msimbazi pale Afrika ya Kusini ameweza kupata changamoto ya kiafya, ama ameweza kupata majeraha ambayo yatamlazimu kutokuweza kushiriki katika mchezo huo ama kutokushiriki katika kuchezesha mechi hiyo ya nusu finali ya awamu ya pili ya Stellenbosch dhidi ya Simba Sports Club ya nchini Tanzania. Kwa mwamuzi ambaye hana historia nzuri na klabu ya Msimbazi katika mashindano ya kimataifa, Amin Omar ndiye aliyechezesha mechi ambayo Simba ilifungwa bao 1-0 ugenini dhidi ya Horoya katika hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa katika msimu wa mwaka 2013-2014. Kumekuwa na usiri mkubwa katika ufanyaji wa mabadiliko hayo na utangazwaji wake, na CAF kuelekea mchezo huo ulibeba hisia za mvuto mkubwa kwa nchi ya Afrika ama nchi za Afrika Kusini, Tanzania na Afrika kiujumla. Mwamuzi Mansour atasaidiwa na wenzake kutoka Misri ambao ni Mohamed Abugera na Ahmed Ibrahim, ambao wao ilikuwa tangu awali wao wasaidizi, lakini pia kuna mabadiliko kwa refa wa akiba ambapo sasa atakuwa Mohamed Nagi naye akitokea pale nchini Misri. Mtathmini wa marefa ni Banshis Hassan kutokea pale Tunisia, na kamishna wa mechi ni Kelesite Gilika wa pale Botswana. Kuna mabadiliko upande wa marefa wanaosimamia teknolojia ya video
ya usimamizi kwa marefa VAR ambao kuna Mohamed Ashor na Mohamed Elbana, na wote ni kutokea pale nchini Misri. Simba iliwahi kukutana na refa Mansour mara mbili, ambapo mara ya kwanza alikuwa refa wakati ilipotoka sare ya bao 1-1 nyumbani na ASEC Mimosas kwenye hatua ya makundi ya ligi ya mabingwa Afrika msimu wa 2023-24, na mechi ya pili alikuwa ni refa wa akiba Simba ilipoibuka na ushindi wa mabao 7-0 dhidi ya Horoya msimu huo wa mwaka 2023-2024. Sisi Zuma Online TV bado tunaendelea kufuatilia kufahamu kwa kina zaidi kuhusiana na sababu kubwa ambazo zimefanya mabadiliko katika waamuzi hao ambao watakuwa wanashughulika na mechi hiyo ya tarehe 27. Lakini mtazamaji wa Zuma Online TV, tuendelee kuletea habari nyingine kemkem na kubwa ambazo zinaendelea kutufikia mezani kwetu. Cha msingi sana, hakikisha nawe umesubscribe na kuweza kuigusa alama ya kengele na kujiunganisha na familia hii kubwa na ya kipekee sana ambayo inakupa habari kemkem na habari zenye ukweli na uhakika. Asante kwa kuwa nami. Hakikisha pia unatembelea mitandao yetu ya kijamii kupitia Instagram, Facebook pamoja na X ama Twitter kwa kuandika Zuma Media. Hapo utatupata na tayari unaweza kupata taarifa mbalimbali ambazo tunaziweka kila zinapojiri. Basi kuelekea mwisho kabisa, nikufahamisha tu mtazamaji, na wewe pia una nafasi ya kuhakikisha kwamba unaitizama ama unaifuatilia mechi hiyo moja kwa moja itakayopigwa pale Afrika ya Kusini. Ni Stellenbosch dhidi ya klabu ya Msimbazi, mchezo wa pili wa nusu finali mara baada ya ule wa kwanza kuweza kupigwa pale Zanzibar na kuipa nafasi klabu ya Msimbazi kuweza kutamba ama kuongoza kwa goli 1-0 dhidi ya Stellenbosch pale Afrika ya Kusini. Asante kwa kuwa nami, endelea kufuatilia Zuma Online TV.